Tazama andiko hili. Ukisoma katika mstari huu, haimaanishi ya kwamba hatutakiwi kuwa na hekima, hatutakiwi kuwa na akili, hatutakiwi kufikiri, wala hatutakiwi kuwa na maarifa ya dunia hii. Bali zaidi, haimaanishi kwamba Mungu anachukia hekima, ila kinachomaanisha ya kwamba Mungu anachukia kiburi cha akili. Na pale ambapo mwanadamu anaitumainia hekima kuliko Mungu, inakuwa sawa na bure, na ndio maana Mungu anaiita upumbavu. Lakini unaweza ukatumia maarifa haya ya kibinadamu tulionayo kama njia mojawapo ya kumfahamu Mungu zaidi. Bila shaka umeshawahi kusikia ya kwamba huwezi kumwelewa Mungu na science, lakini umeshawahi kujiuliza, beyond this science, the logic of human being, Mungu anazungumziwaje? Binafsi nimeshakaa na kujiuliza sayansi inasemaje kuhusu Mungu, na nimekuja kugundua ya kwamba haina majibu yote. Na ndipo hapo sasa tunapohitaji neno la Mungu kupata majibu ya maswali hayo yote, na nitalithibitisha hilo kupitia masomo haya ya maarifa na ufunuo yaliyobezi katika matawi makuu matatu. Ya kwanza itadili na research. Hatutoangalia tu nini maana ya, lakini tutaangalia the root cause behind it, what the background, the context na consistency ya maandiko yanasema nini kumuhusu Mungu. Jambo la pili, tutaangalia kuhusu theology, japo inafundishwa kiundani katika vyuo vya Biblia, lakini hapa tutaangalia kwa sehemu tafsiri za Kiebrania na Kigiriki, doctrine, typology, covenants and Bible harmony. Hapo ndipo tunapoingia katika theology na tunaweza tukamjua Mungu zaidi. Tawi la tatu, tutaangalia sasa link between science pamoja na theology. Hapa tutafanya integration of knowledge na kuweza kuzitambua spiritual principles, kufanya scientific reasoning, logical analysis, psychological insight. Kwa mfano, kuna uhusiano gani kati ya udaktari wa Luka na injili yake ndefu katika Biblia? Ninachokuomba uweze kusubscribe, na ninaamini utabarikiwa, utajifunza. Mungu akubariki sana, na tuonane katika vipindi vinavyokuja. Asante.